Na ianza movie yetu sehemu hii hapa. Kuna dada yuko hapa na mdogo wake, anamlaumu sana na kumsema juu ya tatizo ambalo ako nalo. Bibi amepigwa mimba, lakini aliyemweka mimba hataki kumtaja kabisa. Dada anamwambia, sikia na kuambia ni kwamba wewe una malengo mengi ambayo tunahitaji tuyafanye. Alafu nimefanya vitu vingi sana kwa ajili yako, nimepoteza pesa nyingi sana. Please, naomba sana uniambie aliyekupatia huo ujauzito ni nani? Kwa sababu mimi namhitaji nimfahamu, ili mradi niweze kumhoja na kumfanya kile kitu ambacho lazima ajutie. Please, nahitaji sana uniambie hiyo mimba amekupatia nani? Lakini dada amegoma. Akamfuata huyu hapa ni houseboy wake, anamwambia, sikia alichokifanya Chelsea nafikiri umekifahamu. Amepigwa mimba. Sasa mimi nahitaji nimfahamu huyo ambaye amempatia mimba, ili mradi niweze kumfanya kile kitu ambacho atajutia milele katika maisha yake. Yaani nakwambia huyu mtu nikimpata nitamuua. Bwana ikabidi amweleze, akamwambia, sikia huyu ni binti mdogo, mimi hajawahi kuniambia hata siku moja kama kuna mtu amempatia ujauzito. Kwa hivyo wacha tuchunguze kwanza. Lakini baadaye dada ikabidi leo aende kwa upole sana jumbani. Akasema, dada kiukweli naofia kuhusu hii mimba. Akasema, sikia mimba ni jambo la kawaida tu, kwa sababu kila mwanamke anaweza akazaa, lakini kitu ambacho mimi nahitaji kutoka kwako uniambie tu ukweli ya kwamba hiyo mimba ni ya nani, kwa sababu bitambua miezi 9 ni mingi sana kwa binti mdogo kuweza kumiliki mimba. Sasa ninachoomba uniambie tu huo mzigo ni wa nani? Dada anapoambiwa swala la kumtaja mtu ambaye amempatia mimba, kiukweli anachanganyikiwa, hataji kabisa. Dada anajiuliza nitatumia mbinu gani ili mradi kuweza kumshawishi huyu bibie aweze kutoa mimba. Baadaye mwamba anasema, sikia hautakiwi kumwambia sasa hivi dada yako. Akasema, sikia kila siku ananiuliza hii mimba ni ya nani. Akasema, sawa mimi na dada yako tumetoka mbali sana, kanisaidia na hapa nafanya kazi kwake, mimi ni kijana maskini sana. Sasa usije ukalakisha kumwambia ya kwamba mimba ni yangu, mambo yatakuwa ni mabaya zaidi. Bwana hii mimba kumbe ni ya houseboy huyu hapa. Mwamba anaitwa Heli, anambembeleza bibi asije akasema kwa dada yake, kwa sababu itakuwa ni hatari sana kwa upande wake. Sasa mambo yatakuwaje? Wacha tuone. Leo kuna bosi kaja hapa, anaitwa Francis. Alipofika akasema, nimekaribia hapa, lakini lengo langu ni kuonana na mdogo wako. Je, inawezekana? Akasema, yupo huyu hapa, asa hivi anakuja hapa, mtaongea. Dogo akaja akamsalimia, akasema, salama, nimekuita hapa kidogo, nahitaji mazungumzo na wewe, lakini kabla sijafanya mazungumzo, hebu chukua kwanza hii hapa, ni zawadi kwa ajili yako. Bibie ikabidi achukue ile zawadi na kushukuru. Akasema, je, kama inawezekana naomba tutoke nje tukaongee katika gari. Bibi akamwangalia dada yake, mwisho siku akakubali waende nje kimaongezi kidogo na mwamba hapa. Mwamba ni pesa, ni tajiri kweli kweli. Ikabidi dada atoke amfate mister. Lakini baadaye bibi anaangalia zawadi alizoletewa mdogo wake ni kali kweli kweli. Anamwambia, sikia kikweli mimi moyo wangu umekupenda sana, na kama jinsi ambavyo nilikueleza nahitaji tuwe pamoja. Dada anasema, kiukweli ni kazi sana kwa sasa kuingia katika mahusiano, kwa sababu mimi bado nahitaji niendelee na masomo. Akasema, sia kusoma sio shida, mimi nitagharamia kila kitu kwa ajili yako na nitakutunza hadi utakapomaliza masomo, alafu ndipo tutaendelea na mahusiano haya. Kwa hivyo mahusiano yetu hayatakudhuru wewe katika masomo yako, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini wakati wanaongea mchizi Heli amepita hapa, dada katisha akasema, sikia tutaongea siku nyingine, asa hivi naomba niingie ndani. Anampenda sana houseboy huyu, na ndiye ambaye amempatia mimba. Bosi kafeli. Leo bibie anaongea na rafiki yake hapa, anambia, kiukweli sijui nitumie mbinu gani katika kutatua changamoto hii. Akasema, sasa sikia mimi kuna wazo nataka nikupatie. Akamweza, wazo gani? Hebu niambie basi ambalo linaweza likanisaidia. Akasema, hapo wazo zuri ni kutoa hiyo mimba. Dada asema, unasemaje? Ina maana nitoe mimba? Akasema, ndio, unatakiwa umtoe hiyo mimba ili mradi aweze kuendelea na masomo. Nje hapo kila kitu kitaharibika, umeelewa? Ni njia ngumu, lakini ndio hivyo. Dada kaamua. Leo ni asubuhi, wakaingia akamwambia, sikia chukua maji haya hapa na hivi hapa ni vidonge, unatakiwa unywe hiyo mimba itoke. Dada asema, unasemaje? Ina maana nitoe mimba? Akasema, ndio. Sikia mdogo wangu, hiyo mimba lazima itoke. Wewe huna uwezo wa kuilea hiyo mimba na baba yake umekataa kumtaja, kwa hivyo hakuna option nyingine yoyote zaidi ya kuitoa hiyo mimba ili mradi maisha yaweze kuendelea, umeelewa? Dada anasema, hapana, siwezi nikatoa mimba. Akasema, sikia hiyo mimba utatoa, unakataa ili weje? Kwa sababu baba wa mtoto huyu hajulikani, kwa nini hiyo mimba isitoke?
Huyu bibi dada anaitwa Melissa anamsisitiza sana mdogo wake aweze kutoa mimba, lakini Chelsea anasema hapana, kwanza mwenye mimba hii ameniambia hii mimba isitolewe. Anasema basi nitaje huyo mtu ambaye amekupatia mimba, lakini dada kagoma na kutoka nje kabisa. Akakutana hapa na Heli. Hebu niambie hali ikoje huko ndani? Nini kinaendelea? Dogo anasema dada anahitaji tuitoe hii mimba. Akasema hapana, hiyo mimba haiwezi ikatoka. Hata kama kuna ugumu kiasi gani, hebu twende kwanza tukaongee zaidi. Wakakutana sehemu hii hapa. Akasema sikia, hebu nieleze kila kitu kwanza, mpango upoje? Dada anasema ndio hivyo kama nilivyokuambia. Dada anasisitiza hii mimba iweze kutolewa ili mradi kila kitu kiweze kuwa sawa. Akamwambia hapana, mimi nitapambana kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba unakuwa sawa, na hiyo mimba tutaielea kwa njia yoyote ile. Usije ukatoa mimba yangu, umeelewa? Ni ngumu, lakini leo wakati Heli anaingia hapa, bibi ikabidi muita. Akasema samahani, leo kuna kitu fulani nataka nikwambie. Akasema kitu gani unataka kuniambia? Je, umefahamu mdogo wangu nani amempatia mimba? Akasema hapana, lakini kuna jambo lingine tu tunahitaji tuongee. Akasema sikia, mimi kwa sasa kitu ambacho nahitaji ukisikia ni kuniambia kwamba mdogo wangu aliyempatia mimba ni nani, na sio kitu kingine. Yaani sihitaji maongezi mengine hapa. Dada amepaniki wakati hata hajasikiliza Mwamba anahitaji kusema kitu gani. Ikabidi Mwamba naye avunge baada kuona dada akasirika. Akamwambia basi sawa, nitaitenga muda tuweze kuongea wakati mwingine, kwa sababu nilikuwa na wazo zuri la kuongea na wewe, lakini naona kwa vile umekasirika sana, basi itabidi tuongee siku nyingine. Sawa? Akasema sawa, lakini huyu ambaye amempatia mimba mdogo wangu nikimuona lazima nitamuua. Mchizi anachanganyikiwa, aliyepiga mimba ni yeye. Baadaye dada akamuita mdogo wake. Akamwambia sikiliza nikwambie, unajua kuna bosi fulani, yule bosi wangu anakupenda sana. Kwa hivyo mimi nina wazo, kama inawezekana nenda ukatembee na yule bosi wangu, alafu hii mimba tutamsingizia yeye. Dada anauliza jamani, mimi nitawezaje kufanya hivyo? Kwa sababu huyo mtu sina hata mahusiano naye. Je, itakuwaje? Dada anambia sikia, yule mwanamume anakupenda, kwa hivyo unafanya naye tendo siku moja, alafu kila kitu kitakuwa sawa. Bwana, huu shauri wa dada ni hatari kweli kweli. Aende akafanye mapenzi na bosi wake, alafu hii mimba amsingizie yeye. Ni hatari. Leo Heli wakati anatoka hapa anaingia ndani, dada kafika hapa. Akasema kuna swali nataka nikuulize, naomba unijibu kwa makini sana. Please, naomba unielewe katika hili. Kabida muulize, ni swali gani hilo? Hebu niambie. Akasema hivi, haumfahamu kweli mwanamume ambaye amempatia mimba mdogo wangu? Heli akasema mimi simfahamu, na siku zote Chelsea amekuwa ni mtu ambaye ni msiri sana. Akasema sawa, kama umfahamu mimi naapa kwa Mungu, siku Mungu akinionyesha huyo mtu nakwambia nitamkata kichwa. Haiwezekani akamfanyia mabaya mdogo wangu aliyakuwa mimi nimetenga pesa nyingi kwa ajili yake na msomesha, lakini haelewi. Baadaye akakutana na mdogo wake, akamwambia hebu sikia, lile wazo ambao nilokupatia, je, umefikia wapi? Uko tayari kutoka na yule mwanamume ili mradi kila kitu kiwe sawa? Bibie bado hajatoa jibu la kwamba amekubali au la. Dada anamsisitiza sana, hebu inatakiwa ukubali mara moja. Dada anasema lakini mimi ni mdogo bado. Akasema sikia, wewe sio binti mdogo. Kama ungekuwa wewe ni binti mdogo na ungelifahamu hilo, kwa nini ulienda kutembea na huyo mwanamume akakupatia mimba? Akasema sawa, imetokea bahati mbaya, lakini siwezi kuolewa na mwanamume eti kisa na pesa kwa sababu tu ya kwenda kumpagezea mimba. Akasema unasemaje? Akasema ndio hivyo, mimi siwezi kukubaliana hilo. Akasema sawa, kama wewe unasema ni binti mdogo, kwa nini ulipata kimbelembele cha kwenda kutembea na mwanamume yule ambaye hafahamiki na akakupatia mimba? Bwana, hii ni kazi sana. Mwamba akaja kwa rafiki yake, akamwambia rafiki yangu, yani hapo nilipo duniani sipo, hela sipo, kwa sababu wakati wowote naweza nikafa. Rafiki yake anamuuliza hebu niambie kitu gani kimetokea hadi unasema maneno kama hayo? Anasema yani sikia, yule bibi Chelsea ana mimba yangu, lakini dada yake hajafahamu hadi sasa, na yule dada kiukweli amenitunza sana, amenilea sana, na hapa nilipo nafanya kazi kwake. Sasa siku akigundua ya kwamba mimi ndio nimempatia mimba mdogo wake, na imani ataniua kabisa, kwa sababu hata vumilia ujinga huu. Ambia sikia, hapo unahitaji utumie akili sana kuweza kutatua tatizo. Leo dada wakati yuko hapa, mdogo wake Chelsea anafika hapa. Ambia dada, kuna jambo nataka nikwambie juu ya yale ambayo tumejadili. Dada akamtazama, akamwambia jambo gani? Akasema kiukweli nimekubali kwenda kutembea na yule bosi ili mradi tuweze kumpakizia hii mimba yeye. Umeelewa?
Dada kafurahi sana. Kasema hapo kikweli umefanya maamuzi vizuri sana mdogo wangu. Hebu njoo kwanza nikukumbatie. Mwamba bosi huyu hapa, bosi anaitwa Nelson, katoka kumpiga mambo bibie, anambia kiukweli nimefurahia sana penzi lako. Je, vipi wewe? Akasema hata mimi nimefurahia. Lakini maongezi wakati napita hapa, Henry akapita katika sehemu ile. Baadaye dada ikabidi aingie ndani. Mwamba akamuuliza, sikia, mbona uko na huyu jamaa hapa, amefuata nini? Sababu kila wakati naona nakufuatilia sana. Hebu niambie kuna nini kinaendelea? Akasema, sikia, hakuna chochote ambacho kinaendelea hapa, lakini mimi nafanya haya yote kwa ajili ya kulinda wewe zidi ya dadangu. Kwa sababu pindi akifahamu ya kwamba wewe ndio umenipatia mimba, kila kitu kitaharibika. Wakati hayo yanaendelea, dada kumbe kasikia kila kitu. Anasema, ina maana wewe Henry ambaye nimekutunza katika nyumba yangu miaka yote, ndio wewe ambaye umempatia mimba mdogo wangu? Dada akachanganyikiwa kabisa. Haamini ya kwamba houseboy masikini kweli kweli ndio aliyempatia mimba binti yake tajiri sana. Anajiuliza, hivi wewe mdogo wangu wanaume hujawaona hadi ukaenda kutembea na houseboy kichaa kama huyu? Dada analia sana, lakini sidhani kama sila yake ataiacha hivi hivi. Baada ya kujulikana ya kwamba mimba ni ya kwake, ikabidi jamaa ahame kabisa na bibie. Wakaenda kutafuta hifadhi sehemu nyingine, lakini yuko hapa anampongeza bibie ya kwamba anamshukuru kutokana na kusimama na yeye wakati wote. Anasema kiukweli naomba unisamehe kwa yote ambayo nimefanya, lakini asante sana kwa kusimama na mimi, kwa maana ungekuwa ni mtu ambaye ungenipenda basi yawezekana ungeniacha. Lakini tukirudi huku, dada akachanganyikiwa kweli kweli. Yuko na rafiki yake hapa, anasema kiukweli najutia kwa hiki ambacho mdogo wangu amefanya. Yaani sijui nimfanye kitu gani. Dada anamwambia, sikia, usije ukatumia nguvu nyingi sana. Akasema hapana, yaani kiukweli natamani hata walau nimkamate yule kijana niweze kumua. Kwa sababu ni mtu ambaye nimekuwa nikiishi naye vizuri hapa miaka yote, namlea na mtunza, lakini amekuja kunifanyia kitu cha ajabu. Yaani sijui kwa nini mdogo wangu amekuwa hivi. Dada anasema, sikia, mapenzi ni ujinga na ndio maana mdogo wako amempanda mtu ambaye wala haendani naye. Lakini leo kuna simu inaita hapa. Dada akaiangalia akaiacha. Mwamba anamuuliza, mbona haujapokea hiyo simu? Akasema hii simu inatoka kwa yule bosi ambaye ni wa dada. Akasema, sikia, huyu mwanamume kila siku anakupigia simu wewe. Kwa nini anakufuatilia sana? Kwa nini usimwambie kwamba wewe ni mwanamke ambaye umeolewa ili mradi aweze kuacha kukufuatilia? Hii tabia kiukweli na nikela. Je, nini kinaendelea kati yako wewe na yeye? Au dada yake alikuwa anakuuza kwake? Hebu niambie. Akasema, sikia, sio kwamba dada yangu ananiuza. Akasema, sawa, kama kuuzi nini kinaendelea? Akasema, sikia, huyu mwanamume dada alipanga hii mimba niende kumsingizia yeye ili mradi aonekane yeye ndio amenipatia hii mimba, lakini mimi nilikataa na ndio maana nikaja kwako, umenielewa? Akisema, basi sawa, nimekuelewa. Kama ni hivyo kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nitapambana kuhakikisha kwamba tunamlea mtoto wetu vizuri na kila kitu kitaenda sawa. Umenielewa? Mchizi kafahamu kweli ya kwamba kumbe bosi ilihitajika apelekewe mzigo huu hapa akale, lakini mwisho wa siku bibie akakaza kweli kweli. Leo wakati dada amekaa hapa, Mwamba anarudi amelewa. Dada kabidi amfuate amulize vipi. Akasema, sikia, yani kila kitu ambacho mimi nakifanya akiendi kabisa. Gari yangu imeharibika, injini imekufa, ile ambayo nilikuwa naisimamia, alafu bosi anahitaji pesa zake. Yani tangia niishi na wewe hapa katika mazingira haya ya peke yetu, kiukweli kila kitu kimekuwa kibaya, na kuona kama vile unamkosi kwa sasa, kwa maana kila kitu ambacho nakifanya hakiendi kabisa. Sasa maisha yatakuwaje? Dada ikamuumiza sana hii. Inaonekana kuwa naye kwa sasa imekuwa kama ni mkose hivi, kwa sababu Mwamba kila kitu akitembei. Leo ni asubuhi, mchiza anatoka hapa. Dada akamsimamisha akamwambia, sikia, umeacha hela ya kula lakini hujanipatia hela ya kliniki. Leo nahitaji niende kliniki. Akasema, sikia, sina hata shilingi 100 ya kukuachia wewe kwa ajili ya kliniki, kwa sababu pesa sipati kabisa. Umeona kila kitu kimefunga, alafu bado unaniuliza masuala ya pesa? Sikiliza, sitaacha pesa hapa, labda nikipata pesa ambayo naenda kutafuta leo, lakini kwa sasa nikwambie tu sina hela yoyote ya kukuachia zaidi ya hiyo ya matumizi ya kula. Umenielewa? Dada atafanyaje? Mchizi kikasirika kabisa, anaona bibie kama vile anamkosi kutokana na pesa kwa sasa haziingi. Dada yuko hapa, lakini kidogo akaja yule rafiki yake hapa.
Akasema rafiki yako yule hayupo, je umefuata nini? Akasema nimekuja kusalimia, lakini mbona kuona kama hauko sawa, hebu niambie kuna changamoto yoyote ambayo uko nayo? Akasema ni kweli nilihitajia kwenda kliniki saa hizi, lakini sina pesa ya kwenda huko. Chiza kama angalia, akasema sawa, hebu niambie ni kiasi gani? Dada akasema ni kama shilingi 5,000 tu ya kumuona daktari. Akasema basi sawa, usijali, nitaenda kutoa pale nitakupatia. Dada akasema asante sana kwa msaada wako. Akamwambia hata usijali kabisa, wewe ni shemeji yangu, ngoja nikatoe pale ile pesa shilingi 5,000 nitakuja kukuletea hapa. Lakini leo ni siku nyingine, yule boss Nelson anapita katika mazingira hapa, anamuona bibi Chelsea. Chelsea alipomuona yule bosi kabidi akimbie, maana alimficha hana kitu, lakini anashangaa bosi anamuona binti ana mimba. Akaja kumuuliza hapa yake, ina maana ameolewa? Akasema hapana. Chelsea hajaolewa na kwa pia kabisa. Akasema hapana, nimemuona pale mtaani alafu ana mimba kabisa. Je, ina maana ulinidanganya ili mradi niweze kutoa pesa zangu kwa ajili yako au ikoje? Akasema hapana, sijakudanganya, lakini amepigwa mimba na kijana wangu wa kazi hapa, kwa hivyo ndio maana ametoroka kwa sasa na hata mimi sijui alipo. Akasema sawa, nilimuona kule, lakini wacha nilifuatilie hili. Dada akachanganyikiwa. Asema Chelsea, umenifanya nini mdogo wangu? Umeona nimepoteza pesa ndefu? Kama angekubali kuwa naye basi angepata pesa. Leo bosi anakuja hapa, asema sikia, usije ukanikimbia hata siku moja. Gari yangu ni siku ya 4 leo haujaleta marejesho na kudai pesa. Akasema sikia bosi, gari imeharibika. Asema kama gari imeharibika, nipatie funguo yangu na unipatie pesa zangu zote ambazo nakudai. Akasema sikia, mke wangu huyu hapa ni mjamzito. Please naomba unisamehe sana. Nitatafuta hizo pesa ndani ya siku 2 hizi, nitakuletea pesa yako, lakini kwa sasa sina hata shilingi 100 kwa sababu ile gari imeharibika na kwa sasa ipo kwa fundi. Kwa hivyo naomba sana unisamehe. Akamwambia sikia, mimi sielewi chochote, ninachohitaji pesa yangu, umeelewa? Wakapiga magoti kumuomba bosi huyu, lakini mwisho wa siku anambia nimekusamehe kwa sababu mke wako ana mimba, lakini nakugea siku moja tu, kesho nitafika hapa ili mradi uweze kunipeleka kwa huyo fundi ambaye anatengeneza gari yangu, umenielewa? Bwana hatari. Lakini leo timu hii hapa ya boss Nelson na dada Melissa wameamua kuingia mtaani kwenda kumtafuta bibi Chelsea, kwa sababu mwamba aliwahi kumuona katika mitaa hii. Ikabidi waanze kuulizia kila sehemu ambayo bibi huwa anatembea. Akasema sikia, nilimuona katika mazingira haya, kwa hivyo inabidi tuendelee tu kuulizia. Yawezekana tutapata sehemu ambayo wamejihifadhi, lakini sio mbali sana hapa. Wakafika, kuna jamaa hapa wakawa wanamuuliza. Akasema huyo mtu mbona kama namfahamu sana, hebu nendeni uelekeo huu, kuna geti jeusi hapo la gereji, mkiingia mtamkuta. Kweli bwana. Wakafika hapa wakamkuta Heli. Akasema sikia, leo nimekuja kwa ajili yako, ninachohitaji kutoka kwako tu ni mdogo wangu, niletee mdogo wangu alafu nitakufanya kitu ambacho haujawahi kuona. Akasema sikia, mimi na mdogo wako tunapendana, please naomba sana utusamee na tukuelekeze nini kinaendelea. Akasema sikia, sihitaji kitu chochote. Mwamba akasema sikia, leo utapokea kipigo kweli kweli. Wale watu wakaanza kumpiga Mwamba hapa. Bwana kichapo kinaendelea kweli kweli. Mchizi anapigwa kutokana na kosa la kubeba mtoto mkali huyu hapa. Wakati haya yote yanaendelea, Mwamba akapigwa kofi moja akaanguka chini, lakini ghafla pumzi inapotea. Waliompiga anasema sikia, huyu kazimia tu, sisi ngoja tuondoke. Wakakwepa kesi, lakini mwisho wa siku dada analia kweli kweli, anamlaumu dada yake kwa nini umefanya hivi. Wote wamechanganyikiwa. Mwamba amekata pumzi, amekufa kabisa. Dada narudi hapa nyumbani, anasema kiukweli anajisikia vibaya sana kwa yote ambayo yametokea. Huyu kijana alikuwa na tabia nzuri tu kwangu. Yaani tabia yake mbaya aliyoifanya kwangu ni moja tu, hii ya kutembea na mdogo wangu. Lakini alikuwa ni mtu mzuri sana. Sasa kiukweli sasa hivi najujutia, najiona mimi ni mwenye itia kabisa, nimehusika katika kifo chake. Yaani kiukweli natamani nijiue kabisa kwa sababu siwezi kuvumilia haya yote. Angalia, mdogo wangu amenikimbia, hahitaji hata kuniona kwa kosa ambalo nimelifanya. Je, nitafanyaje? Bwana dada anajutia sana, lakini majuto yake ndiyo yanakamilisha movie yetu hii. Bwana hii movie ni nzuri sana na nina imani kama umetazama kuanzia mwanzo hadi mwisho, basi kuna kitu fulani utakuwa umejifunza. Jambo la kwanza kabisa, tunasema mapenzi ni upofu.
unaweza ukampenda mtu ambaye watu wakikutazama wanajiuliza, bwana huyu mtu amempendea nini yule dada, mbona hawaendani kabisa? Ndio hiki hapa kitu ambacho kimetokea. Binti Chelsea anatoka katika familia ya kitajiri, lakini ajabu amempenda houseboy, na mwisho wa siku akaingia katika mahusiano hadi akapata mimba. Mambo yakoje? Ni funzo ya kwamba mapenzi ni upofu. Yoyote yule anaweza akapendwa na kwa wakati wowote ule. Lakini jambo la pili, tusitumie nguvu nyingi sana katika vitu ambavyo vinahitaji busara. Yaani sehemu ambayo inahitaji busara usije ukatumia nguvu, na sehemu ambayo inahitaji nguvu usije ukatumia busara. Dada Melissa ametumia nguvu nyingi sana kuweza kutatua changamoto hii ya mdogo wake, lakini mwisho wa siku akajikuta anapoteza wote wawili. Amempoteza mdogo wake kwa maana hahitaji tena kurudi nyumbani na kumuona kabisa dada yake, lakini wakati huo huo amepoteza kijana wake wa kazi houseboy Henry. Lakini kwa upande wako, je, umejifunza kitu gani? Hebu tuwekee comment yako hapo chini, kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.